mambo ya vuvuzela tuachane naye. Hata wale wanasimama viti mumeleta hao vijana, muambie tu kanisani hapa ni kwa hali ya maombi. Tutaenda kufanya mkutano huko nje Tafuta nikiwa naibu wa rais. Akakuja akaniketisha chini, akaniambia Mungu amenionyesha unapangiwa jama ya kutolewa kwa ofisi, na kabla because of the office na ile nafasi Mwenyezi Mungu amempatia. Kwa hivyo Reverend Maina, mimi napongeza, nimeona huko na kanisa nzuri hapa. Sisi tulichangia kidogo siku ile, tutaendelea kukusaidia. Endelea kuhubiri, endelea kueleza neno la Bwana. Let your church grow. Naomba members wa bishop, please support your bishop. A bishop is as good as the members of his church. A leader is as good as his supporters. For the bishop to be successful, the membership must run behind him. Muunge mkono askofu wetu. Kwa hivyo sisi tumekuja kusema pongezi, na mimi niseme vile MCA wetu yule Mkurino amesema. Rigathi Gachagua has no problem na kanisa la Mkurino. Mimi nawapenda Wakurino sana. Is our true church. What I have a problem with ni William Ruto kutumia kanisa yetu ya Wakurino kutuaibisha. That I have a problem. Ile ya kuchukua watu si Wakurino na kuweka hao kilemba kina Moses Kuria. I have a problem with that. Hilo ni kuaibisha kanisa yetu ya Wakristo. Si mliona Moses Kuria amevaa kilemba? Sijana alikuwa Rokalau. Alikuwa na kilemba. These are fake Wakurinos. Sasa ile nilikashifu mimi ni wale Wakurino wamesanywa, wamepelekwa pale State House ya uongo. Wanachukua vitambaa ya wetu wanakatakata, wanafunga Moses Kuria fika kitambaa. Nani sio endeni mnachukua pesa. So mimi lazima ningetetea the true and genuine Wakurino in this country. Lazima ningetetea hawa. Na mimi niko na imani kabisa na kanisa yetu ya Wakurino. But I have a problem with the fake Wakurinos. Na mimi naomba William Ruto tafadhali. Mimi najua unatuchukia kama jamii. Umetuhangaisha. Umefuta watoto wetu kazi KRA. Umefuta OSPDs wetu kazi. Umesema Wakikuyu wasilipo pending bills. Umetufanyia kila kitu na ni sawa na kutoka mabaya. Lakini hii maneno ya kuaibisha kanisa zetu hapa Mlimani, we have a problem with that. Juzi umeenda pale Gatundu North, umechukua wanaume, umevalisha kitambaa ati ya Mother's Council. Kuaibisha kanisa ya Independent ambayo ni kanisa ya watu ya Mlimani. Juzi umeleta Wakurino, umevalisha akina Moses Kuria kilemba. Kuaibisha kanisa letu. That is why I have a problem. Na lazima niseme hiyo maneno hatuwezi kubali. Pia mimi niko na shida kwa sababu wewe ukichaguliwa ulikuja kanisani na Biblia. Ukasema umeokoka. Biblia kubwa ulikuwa unatembea nayo. Sasa kanisa ya Kristo inavamiwa na wahuni na polisi under your instructions. Pale mwetu PCA, wahuni na polisi walivamia kanisa la Kristo. Pale Kariobangi PCA, wahuni wakisindikizwa na polisi wamevamia kanisa ya PCA. Pale ACK Wetima Church, 12 police officers wakisimamiwa na Bete Maina na mwana yake wameumiza Wakristo pale kanisani. Hiyo maneno yote William Ruto wewe ndio umepanga. That is why we have a problem. Hata kama uko na shida na sisi wanasiasa na wafanyabiashara wa Kikuyu, si wachana na kanisa zetu. Iko haja gani kuumiza watu kanisani? We have a problem with the attack of the Church of Christ. Sisi tulikuwa tumekusamehea kwa vile ulichoma wamama na watoto 207 kanisani Kiambaa, lakini anytime you attack the church unatukumbusha hiyo maneno ya 207 na tulikuwa tumesahau. Kwa hivyo mimi nataka niseme, mimi kama kiongozi niko na jukumu la kulinda kanisa la Kristo isivamiwe na William Ruto na goons na askari, na hiyo kazi tutaendelea kufanya. Na mimi niseme, mimi sina shida na mtu yeyote, lakini niko na shida na wasaliti wa jamii yetu. Hata wewe ukiwa ni mhubiri na ni msaliti, msaliti ni msaliti. Ukiwa msanii na ni msaliti, wewe ni msaliti. Ukiwa mama na wewe ni msaliti, wewe ni msaliti.
and we have a problem na wasaliti wote, kwa sababu na nimeona zile msimu hapa kama hapa ni sherehe watu manyumba ya Wakikuyu hapa Nairobi ndio yanabomolewa. Hawabomoi ya kabila zingine, wanabomoa manyumba ya Wakikuyu peke yake. Na MCA ya Nairobi Wakikuyu akiwemo huyu wa Rwaya alikuwa hapa, wanakaa na William Ruto. Na hiyo lazima watu yangu mnisamehe, hata nikiitwa mkabila siwezi kubali mali ya Wakikuyu imalizwe Nairobi Rigiji akiwa uhai au sitakubali. Na wale MCAs ya Nairobi wanatembea na Ruto akibomoa mali ya Wakikuyu, tutapatana na nyinyi kwa debe mwaka huu. Wale wabunge wote na maseneta wa hapa Mlimani wanakaa na William Ruto akihangaisha jamii ya Wakikuyu, akiharibu biashara zetu, akifuta Wakikuyu kazi, akihangaisha jamii yetu, akivamia mashamba private hapa Kiambu. Na nyinyi Wakikuyu mnakaa na William Ruto, tutapatana na nyinyi mwaka ujao kwa debe. Hatuwa nyumba yitwerani weka nyaliwo indo siko igashido turahe tutathia mundu uyu ndarenda gutuona we warathio guturaria mutindana nake ukimuinira ucoke uge atiri gathini aratuhura mukunyaniri wa ruriri andu aria othe marakunyanira nyumba itu acio ni rogo ya ruriri tondu mundu ucio ndangituhotete aratuhoka ni undu wa kunyaniria ruriri okorona na andu acio ni ndingimhotete ndirari mundu we tondu wa kunyaniria ruriri andu a nyumba itu na koguo ndirenda andu acio othe marakunyanira ruriri mumekere rurita kagogo mekere rurita kagogo neguo majirigio na MC ucio uma haha no ndio nitaweka ndigwetekeria Ruto anine nyumba itu, ndigomwetekeria ngarire nyumba itu, anine indo citu, anine ciana citu, na andu aria othe maceraga nake mararia uguo ndiraria nitukorana na inyuo mwaka uyu uroka, nitukorana na inyuo. Mimi nikimaliza niambie watu ya Kasarani. Hapa Kasarani tutakuwa na free and fair nomination. Na hakuna mtu, mimi Rigiji sina mtu yeyote napendelea. Nyinyi wote ni watoto wangu. Uamuzi utafanywa na watu ya Kasarani. Tunaongea saa hii baada ya Olkalau, nomination inaendelea, watu wamejitokeza maelfu. Tumeendelea, uchaguzi haijaonekana, hata IEBC inatakiwa ikuje isome kwetu, na watu ya Kalau watachagua mjumbe wao leo, na yule atapita kwa UDA is the next member of parliament for Olkalau for DCP. So hapa niseme hapa Kasarani, chama chetu cha DCP hapa Kasarani ya ati muko tayari ati nimesema pale Olkalau DCP nominations inaendelea, na yule atatangazwa mshindi wa DCP leo is the next member of parliament for Olkalau. Unajua hii watu wametuuliza sana, ndio tunataja hapa. Unajua UDA kwa sababu ya vile imetusumbua, kama sasa wanapanga
Wale askari walitupiga Witima, wameingia Olokalau, walikuja jana na Betty Maina, waka-abduct kijana naitwa Choi kutoka Kinato. Hao askari leo wako Olokalau, ati wanapanga vile watakuja kusambaratisha nominations ya DCP. Niseme pale, hao askari we know you by name. Watu ya Olokalau wanangoja nyinyi. Bahali tumefika, shaigaranishia kate. Hao askari mlitupiga Olokalau, Witima tukanyamaza. We know you by name. You will not be allowed to cause violence in Olokalau. And the people of Olokalau are waiting for you. Wewe Betty Maina, umehangaisha Wakikuyu ya kutosha. Kama umetumwa na William Ruto. Next year, William Ruto akienda nyumbani, wewe na bwana yako mtasimama kotini kujibu yale ambayo mnatufanyia. Ndio hiyo. Ndio kwenda ukiria hau. Wenda kwenda kwa Kasarani. And all the bike that can be DCP. Ndio wako na free and fair. Ndio watu. Ituendelee hao. Wale wote wanataka ituendelee hao. Na ni wewe kuatigira. Wewe kwake. Kwa hivyo mimi Bishop mpya and your wife pongeza. Archbishop asante. The clergy asante. Continue praying for us and for this country. And mostly pray for the traitors in our community. Mungu awaguze, wawache kusaliti jamii yetu. Na nikimalizia niseme Uhuru wa Kenyatta tigechuha. Mimi niseme wewe rais, wewe unatuma vijana akina Sudi, akina Cheriot kutukana Uhuru Kenyatta. Wewe Ruto, kama kabisa wewe ni mwanaume, si utukana rais Uhuru Kenyatta wewe mwenyewe. Why are you saying a small voice? Mimi nimekuheshimu sana. Maana Olokalau watu walikuwa wamesema utaongea, nikawapembeleza ukaongea. Mimi nimeambia watu Mlimani wasikupigie kelele waongeleshe. Lakini mkiendelea kutuma watoto kutukana Uhuru Kenyatta, I will have to consider that political direction. I'll have to consider. Because hata wewe kwa sababu mwenye kutumana Uhuru atukanwe, hata wewe kija, si utakuta watu watakutukana. Mimi sikutaka tufike hapo. Mimi nilitaka tukupatie heshima mpaka next year. Umalize tamu yako. Kwa sababu hiyo ndio katiba. Hata kama tuko na shida na wewe, tunataka upewe nafasi umalize. Alafu tukuondoe hii katiba. Lakini ukiendelea kutuma hii watoto kutukana na Rais Uhuru Kenyatta, hata mimi kama kiongozi, I'll have to evaluate my previous advice to the community to respect you when you come to the mountain. I'll have to evaluate. And I'll observe in the next few days how watoto na watu wakiendelea kutukana na Uhuru, mimi mwenyewe nitatoa direction. Na vile nitasema itakuwa namna hiyo. Nimeona huyu Duale akisema ati Uhuru anasikia wivu ati ile kazi imefanya. Sasa kazi ya kuharibu masomo, kuna mtu anaweza sikia wivu? Mambo ya kuteka vijana ya Gen Z na kuwaua unaweza sikia wivu? Mambo ya kuharibu NHIF unaweza sikia wivu? Ati Uhuru anasikia wivu ati Ruto kazi amefanya. Kazi Ruto amefanya ni kuharibu Kenya. Unaweza sikia wivu namna gani kama mtu ameharibu Kenya? Kwa hivyo mimi naomba kwa heshima William Ruto wachana na Rais Uhuru Kenyatta. He handed over to you peacefully. He handed over to you a stable country with a working education system, with a working health system, where there was peace and security. In 3 years, you have destroyed all that. Just leave him alone. Wachana na Baba Gena aendelee kupumzika nyumbani. Just leave him alone because it's the right thing to do. Wangoni ni kwenda ukilia hau, wenda kuzale kiobono, na hii tuwa murathime,
amwike wega murore magokumia amwaramirie mihaka amugitire kuma kwĩ ndwari mĩciĩ yanyu ũrĩa irathimo ihiana mbura njega. Thengiũ mũno nyũmba itũ, asante sana.